nitaielezea hii ramani ambayo unaiona hapa mwanzo mpaka mwisho. Hakikisha tu unakuwa karibu na page hii hapa, lakini kama haujatufollow basi hakikisha umetufollow, kwa sababu utakuwa unapitwa na mengi sana. Najua kuna watu wanakuwa wanajiuliza maswali pia kuhusiana na ramani za namna hii hapa, zina nini, changamoto zake ni nini, faida zake ni nini, zikoje. Of course, kwanza nitataka ulitazame. Nafikiri hii imekuwa ni ramani pendwa, wengi sana wamekuwa wakipenda hii ramani, na uweza kuitazama hapa. Unaweza kuiona kitu ambacho kilifanya watu wakipenda zaidi hii ramani. Cha kwanza ilikuwa ni namna ambavyo jengo hili linavuna maji kwa urahisi sana. Ukitazama upande wa juu hapa, maji yanamwagika nyuma moja kwa moja. Ina maana hii nayo iliongeza thamani kwenye hili jengo. Hata kwa kodi ni jengo ambalo likawa ni nafuu, na hata ujenzi wake ukawa ni nafuu, isitumie gharama kubwa sana, lakini likawa zuri na la kupendeza. Kama ambavyo unaweza kuona, hii ni veranda ya upande wa nyuma na huu ni mlango kwa upande wa nyuma. Kwa tutatoka nje, au kwa upande wa nyuma tutatoka nje kupitia mlango huo hapo, na kuzunguka jengo hili ndio kama ambavyo unaweza kuona. Kajengo ni kadogo, yani ni kadogo simple sana, kiasi kwamba kama utatumia tofali za block hapa unaweza ukatumia jumla ya tofali 1400 za block, lakini kwa wale ambao wanatumia tofali za kuchoma hapa tukutane kwenye tofali 5000. Yeah. Na vivyo pia vinawezekana, kwa sababu kuna watu wengine walikuwa na maswali, je, hivi kwa tofali za kuchoma inawezekana kujenga jengo namna hii? Ndio, inawezekana. Yaani usikiwe na wasiwasi wote ile pale. Iamini unaweza kufanya hivyo hata kwa tofali zako za kuchoma. Sawa? Kitu cha kwanza nachotaka ukielezea ni kwamba haya ni majengo ambayo huwa hayahitaji pia mbwembwe nyingi. Ukiweka mbwembwe nyingi pia inakupelekea wewe kuharibu. Kwenye hili jengo letu hapa upande wa mbele tuna vent au unasema ni pochi ambayo kwa juu maji tutayavuna kupitia hizi bomba unazoziona hizi hapa. Hizi bomba hizi sio urembo, sawa? Hizi bomba ndizo zinazoshusha maji chini, eneo la chini. Sasa hapa kwa sababu kila site inategemeana na namna ambavyo ilivyo, ndio tutaweza tukaseti maji tuyatolee upande wa pembeni hapa, sawa? Upande huu wa pembeni hapa, au yatoke vipi inategemeana na kiwanja chako kimekaaje au site yako inakuwa imekaaje. Sawa, lakini all in all, na maana katika design ni kwamba maji haya yataenda chini moja kwa moja. Ina maana kutakuwa kuna shimo maalum kwa ajili ya kuhifadhi maji haya ambayo yanavunwa kutokea juu katika eneo hilo hapo. Lakini pia upande huu wa nyuma pia maji yake yanaweza yakavunwa katika mtindo huo huo. Ya upande huu wa nyuma ambapo maji yanamwagika moja kwa moja upande wa nyuma hapa, maji yanaweza yakavunwa kwa utaratibu huo huo na bado yakashushwa chini yakahifadhiwa. Sasa hili jengo lina vyumba viwili vya kulala, sawa? Vyumba viwili vya kulala ambavyo vyumba hivyo viwili, chumba kimoja ni self, kuna sebule, kuna jiko na choo cha public. Hebu tete tuangalie ndani pakoje. Sawa, tusiendelee kuandikia mate. Ya, iko hivi. Hichi hapa ni chumba ambacho ni self. Sawa, kinaonekana vizuri sana. Hichi hapa, hichi hapa. Sawa, hichi ni chumba ambacho ni self, na hichi hapa ni choo chake. Na maana chumba self na choo chake. Hichi chumba size yake ni kubwa tu. Chumba kina size ya kutosha. Size ni kubwa tu. Kwa hiyo usije ukaanza kufikiria kwamba kwa sababu jengo ni dogo, kwa maana ukubwa ujumla kwa jengo kwa upana ni mita 7.6 na urefu ni mita 7.4. Ila chumba hichi ni kikubwa. Na kwa nini kinakuwa kikubwa? Hii inategemeana na design yenyewe imekaaje. Sasa baada ya hapo tuna corridor yetu ndogo tu. Of course ile jengo linaendelea kuongeza sifa zaidi na kwa jengo pendwa, kwa sababu kila kitu kimewekwa simple but clear. Simple but clear. Sawa? Ukitazama hichi chumba ambacho ni single, nacho pia kina nafasi nzuri tu kiasi kwamba kitanda chako cha 6x6 kinaenea, na bado unaweza kaweka kabati lako la nguo. Sawa? Baada ya kutoka katika chumba chetu ambacho ni single, hapa kuna choo cha public. Sawa. Kwa nini kiko karibu na chumba hichi hapa? Ni kwa sababu hichi choo kinatumiwa zaidi na hawa wanaotokea humu ndani kwenye chumba hichi ambacho hakina choo ndani. Hichi sio choo cha wageni. Hili nimekuwa nikilifafanua sana na ninaendelea kuelezea. Hiki sio choo cha wageni, bali hichi ni choo cha dharura, kwa sababu hata wewe ambaye unaishi kwenye chumba hichi ambacho ni self, bado unaweza ukatoka ukaja ukatumia choo hichi hapa kama dharura. Ikitokea labda unatokea sebuleni, sawa? Yeah. Lakini kitu kingine ni kwamba tuna sebule yetu, lakini pia tuna jiko. Jiko nalo lina nafasi kubwa tu ya kutosha. Kwa hiyo kwa ujumla hili jengo unaweza ukalitazama hapa.
Jengo ni nzuri sana. Turudi kule kwenye 3D hapa. Kuna kitu nataka nikielezee. Wengi wamekuwa wakishindwa kuzielewa vizuri hizi nyumba. Hizi nyumba ziko aina mbili tofauti. Kuna hidden roof na contemporary. Hidden roof ndio kama hii hapa. Kwa nini tunasema hidden roof? Kwa maana ni kwamba bati lililojificha. Sawa? Hidden roof ni bati lililojificha, lakini katika upande mwingine unaweza ukalitazama bati likaonekana. Na ndio hii hapa ambayo katika upande mmoja bati litaonekana, lakini pande zingine zote bati limejificha. Sawa? Hii ni hidden roof. Zile majengo ambayo upande wa juu bati halionekani kote, zile tunaziita ni contemporary. Sasa kwenye contemporary ni mawili, inaweza ikapauliwa kwa bati na tukatengeneza mikondo juu kwa ajili ya kuvuna maji, au ikafunikwa kwa zege moja kwa moja. Tofauti na hii ambayo unaitazama hapa. Hii ni hidden roof kwa sababu bati lake linamwaga maji nyuma moja kwa moja. Sawa? Hili jengo ni zuri sana jamani. Ni zuri na ni zuri tena, na ukiliangalia mpangilio wake ni simple. Unaweza kulijenga kokote. Ukija kwenye upande wa bati huko juu, of course unaweza kuanza na bati 20 zinatosha kukamilisha huko juu, na mbao zake zikifika 70 unakamilisha ujenzi wa hili jengo kwenye upande wa juu, hasa kwenye kusuka hizi bati. Vile unavyotazama hapa ndivyo ambavyo vitakavyokuja kutokea kwenye kiwanja chako kama utachukua ramani hii, na sisi tunakupatia ramani ikiwa na vipimo vyote. Vipimo vyote. Ina maana kila unachokitazama hapa ninakuonyesha tena. Kila unachokiona hapa vipimo vyake vitakuwepo, na wakati unalijenga hili jengo litatoka hivi kama unavyoweza kuliona hapa. Umeona Hiyo ni nzuri sana, lakini pia ukiangalia aina ya material yaliyotumika hapa. Mara nyingi nimekuwa nikizungumza sana hili na ninarudia tena. Material yaliyotumika hapa ni material ambayo ni rahisi sana, isipokuwa haya ambayo yamedesigniwa katika namna ya mawe, ni decoration fulani hivi. Lakini sio lazima sana. Kama utaipata, kama utaikosa, unaweza katia white na mambo yakakaa fresh. Tia rangi nyeupe, mambo yakakaa fresh, bado muonekano wake hautapotea sana. Tujaribu kufanya hivyo, tuone kama itakuwaje. Sawa? Tuta select hizi maeneo yetu ambayo tunataka yawe na color hiyo white. Tia white hapo, tuone inakuwaje. Sawa? Hiyo hapo. Tatia white tuone inakuwaje. Hapa umeona? Bado muonekano wake hautapotea. Yaani bado uzuri hautapotea. Kwa hiyo unaweza ukalijenga jengo hili. Kwa nini nimefanya hivi? Nataka nikuonyesha kwamba jengo hili unaweza ukalijenga kokote. Hata kama ikiwa kijijini, unaweza ukalijenga kokote na likapendeza. Sawa? Kokote na likapendeza. Umeona Kwa hiyo iko hivyo. Hili jengo ni zuri sana, na nikwambia kwamba kama utahitaji kutazama ramani zaidi kama hii hapa na zingine nyingi kupitia simu yako ya mkononi, na maanisha WhatsApp yako, cha kufanya ni hivi: nitumie message WhatsApp au tuma message WhatsApp kwenye namba hiyo inayoonekana kwenye kioo cha simu yako hapo chini, 0758260690. Tuma message WhatsApp, andika neno niunge. Sawa? Andika neno niunge. Baada ya hapo nitakupatia link, na kupitia link hiyo basi utaweza kutazama ramani hizo au ramani zote tunazoendelea kuziweka kwenye mitandao ya kijamii kupitia WhatsApp yako kiurahisi. Na maana sisi tutapokuwa tunaposti, wewe unakuwa unaziona kupitia WhatsApp yako. Sawa? Lakini pia kama uko Mpanda na unahitaji tofali za block kwa ajili ya ujenzi, basi usiache kututafuta. Namba za simu ni hizo na tofali zinapatikana imara zaidi na imara tena. Kwa hiyo usijali sana kuhusiana na huko. Nikwambie tu kwamba ramani hii nimeelezea sana. Kama kuna swali lolote ambalo utakalotaka kuuliza, liandike hapo chini kwenye comment, na baada ya hapo nitakupatia majibu. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.